Sisi wanajeshi popote kambi. Sasa huyo kakako mwanajeshi kashindwa kununulia madaftari, kashindwa kushonea fomu, kashindwa kununulia viatu. Wewe si kama mwanajeshi hapa. Mwambie mwanajeshi wako kununulia viatu, madaftari, fomu, kila kitu. Alivyokutoa hapa enda kuhudumia huko mlipokwenda. Sasa mwambie aendelee kuhudumia hivyo hivyo. Upo hapo baba. Sasa nakwambia kwa taarifa yako. Siku ile mlivyoondoka, baba akachoma nguo zako zote, hizo fomu, madaftari, si viatu, vikombozo vya kwako vyote na vitu vyako vyote vimechoma moto. Kwa hiyo hapo kifupi hakuna chenu. Mlivyoondoka na miziko kila kitu hapa baba hakuna. Una lingine? Una lingine? Mlivyojitapa siku ile hapa mkaondoka mkajifanya nini mmekuwa mnajua maisha. Haya, hamna chochote hapo. Yuko kaka kujifanyana na wewe. Kujifanyana ajua kukulea wewe. Mwambie kununulia uniform, mwambie kununulia madaftari, mwambie kununulia kila kitu. Kutoa hapa anaweza kuhudumia wewe. Sasa kwa nini kashindwa kununulia madaftari kwa ulipoenda? Kashindwa kununulia viatu, kashindwa kununulia fomu. Mwambie kununulie. Yeye sinajimudu. Sinajiweza. Kama kakupa sehemu ya kulala shindwa kununulia uniform. Tizame bwana. Uso mdogo. Lo, tena ilikuwa afadhali mimi kwangu na enjoy naishi peke yangu. Sina shida kuishi na watoto kama nyinyi. Watu kutu, watoto msosikia la kubwa. Shenzi. Muende kwa nakwenda na Mbona vipi? Mbona umekuja kitambo afu askari wangu umenuna tu muda wote? Unajifanyia una gazabu nyingi sana kuliko machizi boti au vipi? Basi sikuelewi mboi wangu. Ni mwanangu kiukweli nina mzigo mwanangu. Tena mzigo wenyewe ulikuwa nao mzito sana. Nina majanga babu. Yaani babu mimi nina kipengele mwanangu. Ninapokuambia na kipengele ni sio kidogo, na kipengele tena kizito. Unajua. Kipengele gani hicho? Yaani mpaka nakushirikisha babu ujue janga kweli. Mshua amenitimua mtaani. Ananiambia nisikajage kwenye mjengo wake babu. Alafu ubaya zaidi sasa, yani bora angekuwa amenitumwa mimi peke yangu, ningekojua kwamba leo naishi kwenye geto lako, kesho la geto la mchizi mwingine, kesho mwingine na maisha mengine anaenda. Amenitimwa mimi pamoja na dogo janja. Kinachoumiza zaidi sasa dogo janja mwenyewe mtu wa skuli. Anasoma babu. Takuwa nimzingatie kwamba ende skuli, si unajua ale hakikisha analala sehemu nzuri. Hapa kitu chochote cha moto. Kweli dharau askari wangu. Kweli kipengele. Vipi babako akili hazipo sawa nini mpaka anafukuza mtaani? Haziko sawa wapi babu? Yule nyumbani kuna shangingi moja, yani si unajua ndo bi mkubwa letu limeletwa. Basi anazingua kishenzi, muda wote ampandikiza mzee maneno. Dharau afu sio dharau ndogo, dharau kubwa. Wewe fadhako anakufukuza vipi mtaani kwako mwanangu? Afu fadhako, au sio fadhako? Kiasi kwamba mpaka sisi damu yake anatuona kama paka yani. Hajisa alivyontimua mwanangu, hiyo toka na wewe. Ameleta dharau sana mwanangu. Sema ndo hivyo mwanangu. Mimi sitakagi unyonge wala nini mzee nikanyoosha na dogo. Fadhako inawezekana akili zake zimeruzi. Wewe iwezekani mwanangu anakufukuza wewe pamoja na mdogo wako. Yaani kwamba anatufukuza watoto wake mtaani kwake. Hivi mwanangu unakubali vipi ufukuze mtaani kwako afu na fadhako? Askari wangu, uone kwamba dharau hizo fezea. Afu mwenyewe unakubali ile baridi kabisa, ile baridi barafu. Ungemkazia. Bi mkubwa wenyewe nini wante moja bi mkubwa unamkazia unaletea mikazo. Yaani mwanangu sasa hivi inabidi ukaze ujue. Kama ushafukuzwa mtaani inabidi ukaze ndita. Bi mkubwa wenyewe nini wante moja bi mkubwa unamkazia unaletea mikazo. Babu mimi sifagilii, mimi mwenyewe nishamwambia mzee. Yaani kama nikirudi tena pale kwake, labda mimi maiti nimekufa. Lakini pale sikanyagi tena kwake. Tajua mwenyeji sasa kustand wala nini. Na ndio maana nimekushirikisha askari wangu, unajua unaweza kanisupport au kanipa hata mawazo nikajua cha kufanya. Lakini mimi pale sirudi tena kwa mzee, mimi nakwambia. Unyonge huo mimi sipendi mwanangu. Au mwanangu anataka kuelekeza kitu askari wangu. Wewe mwanangu. Haina hiyo, haina kumbwanta. Ushazaliwa mtoto wa kiume inabidi ukaze. Kwa ina maana hapo umepewa nafasi inabidi ukaze. Hapo kwenyewe mwanangu hapo mdogo wako kwa ushauri wangu mimi hapa naokupa, inabidi mdogo wako umpeleke kwenye vituo vya watoto yatima pale. Akalelewe fresh. Afu mazingira ukishaka sasa unamteka mdogo janja, unakaa naye ile baridi barafu. Maisha sasa hivi ngwako, maisha magumu.
Wewe vipi mboy wewe? Haina kukakaa kindezi. Si hapa ndem moja umeona kama mimi mtoto leo tupo ujue kitambo, si umeona mimi ushe kumwona ndugu yangu. Ushe kumwona babangu. Ujue kumwona babangu na niona mimi. Sasa mimi ndo baba, mimi ndo mama, afu mimi ndo mdogo, afu mimi ndo mkubwa. Natakuwa kama mimi, kama Scofield. Yaani spingi wazo lako mshikaji wangu, lakini mimi naelewa hizo harakati. Utaenda pale unataka passport size, unataka vitambulisho, si barua za serikali za mtaa, alafu itakuwa jao. So wenyewe na masuala hayo kwenda serikali za mtaa vitu vile tofauti maana. Utakuja kuletea mambo mengine tofauti kabisa. Sijui kama hilo swala mimi linaona litawezekana, sijui. Wewe vipi mboi, haina hiyo? Wewe unanitafia nini sasa? Wakati ushapatwa na majanga. Wewe unampeleka pale mdogo janja mtupe kama sio mdogo wako. Wewe jifanye kama huyu mtoto hana wazazi, hana ndugu yote. Mimi mwenyewe nimefanya kumuokota tu lodi. Ukienda pale kwa sababu mdogo janja wanamuelewa. So unaita mtu mzima eti leo unataka ulelewe. Wewe mtu mzima afu unajiweza. Mdogo janja anasomeshwa, si unajua mazingira atakaa fresh na kila kitu. Mimi sinaelewa. Mimi mwenyewe nishapeleka watoto kibao, nishachukua hela zao. Jua kweli mwanangu, yaani dogo janja kama akiwa kule. Mimi huko napambania ghetto, mzee nimepata ghetto langu ni fresh na mchukua dogo janja, tunaishi unajua. Hapo umetisha mwanangu, hiyo inabidi nifanye tomorrow. Bila kuchoka. Sheria jeshi hizo. Sheria. Sema nini sasa nikuelekeze? Inabidi tuingie road tukaforce mazingira kama nakanda majitu. Si unajua sasa hivi mwenyewe una kazi, kama una kazi inabidi mwanangu sasa hivi tuforce style gani? Usiku tunatoka, unashika jembe, nashika jembe, tunaingia road. Babu Jenerali, yani sijui kama nitakuunga mkono katika hilo. Yani mimi mpaka nimalize kipengele cha mdogo wangu, harakati zingine tutaendelea. Usiku leo tunafanya hayo mazingira, au na hela? Leo unazo? Basi dua mwanangu. Hapo utawala kote mtaani kibampane bila kuchoka. Vipi mbo? Wewe ndo jenerali wangu mwanangu, sipingi. Marahaba, vipi? Wewe mtoto mbona akili zako kama hazina akili? Unafuata akili za kakako, si ndio? Hapana mzee. Hapana. Unafuata ujinga wa kakako, si ndio? Hapana mzee. Sasa kilichokushawishi wewe kuondoka nyumbani nini? Kaka sasa amenichukua mimi, nitafanyaje? Sasa unisikilize basi. Unanisikiliza mimi au unamsikiliza kakako? Nakusikiliza wewe. Sasa kama unanisikiliza mimi, unifuate masharti yangu. Sawa? Unataka kusoma, utaki kusoma? Mimi kusoma nataka kusoma. Sasa kama unataka kusoma, inabidi urudi nyumbani. Tumeelewana? Sawa. Sasa kama tumeelewana, haya. Wadogo wapi? Nyumbani. Naenda kufanya nini sasa nyumbani mdogo? Nenda kusoma kaka. Unatuliza wapi ili iweje? Una mamlaka gani ya kunizuia mimi mtoto? Mzee kausha kwanza, tulia. Acha kwanza kuongea tantalila unajua. Kwa hiyo unajua nyumbani nakufuata nini sasa? Nenda kusoma baba. Acha itikadi za uoga na unyonge. Hakuna kuingia mtaani hii hapa. Masuala ya kusoma sijui nini yote nitakuzingatia mimi mwanangu. Nyosha geto yuko. Wewe mbona unajifanya mbabe sana wewe mtoto yani? Wewe unajitia una nguvu sana yani. Afu unapenda sana kukinzana na mimi, si ndio? Bwana haya, unamfuata huyu, unanifuata mimi. Nakuuliza tena, unanisikiliza mimi au unamsikiliza huyu? Kusoma nataka ya baba koko manyanyaso mengi. Hakuna cha nini babu mdogo wangu babu. Tia kwa hata mbele hii hapa tondoka. Mimi naongea na wewe, unamfuata huyu, unanifuata mimi.
Bwana mkurugenzi. Salama. Dua Dua. Respect. Shikamoo mzee. Marahaba, jambo? Jambo. Kwa salama? Kwa salama kabisa. Fresh. Yani mshua ni kama tulivyozungumza jana bwana. Janja lenyewe lilikuwa nimeliokota ndani hapa. Si unajua ni kama kimazingira nililete ndio huyu hapa leo nimemleta. Karibu kijana. Asante. Asante. Karibu kijana ndani. Asante. Karibu sana. Jisikie upo huru. Asante rais. Wapo na wenzako huko? Haya. Mimi bwana sina cha kusema bwana. Asante sana. Kama tulivyokuwa tumezungumza hapo awali. Janja ndio hapo nimemuokota mimi nimemleta. Najua naye ni binadamu bwana, asaidiwe kwenye mazingira mengine. Sawa. Hapa kafika hamna tatizo. Si unajua tunalea kila aina hapa. Na huyu siku 2-3 tu ukipita utamtambua. Huyu hali yake itakuwa nzuri. Afya itakuwa imekuwa vizuri na nini? Sawa. Hapa tunalea watoto bwana. Basi mzee bwana, mimi sina cha kusema bwana. Yaani kikubwa wadogo Janja mzee ale vizuri, alale vizuri na mazingira ya kubukua nini, masuala ya kitabu nini, apige sawa na mdogo asome. Hamna tatizo. Hapa kashafika.